السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Naam, ndugu zangu wapenzi watazamaji wetu wa channel yetu hii, tulikuwa tukielezea huko nyuma fadhila au faida za kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeeleza kwa uchache fadhila na faida kadhaa za kumshukuru Allah, lakini leo tutakwenda kuelezea fadhila na faida za mja kumuomba Mungu, faida za mja kuomba dua, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu dua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ad-du'a mukhul ibada, dua ndio ubongo wa ibada. Ad-du'a huwa al-ibada. Katika hadithi nyingine Mtume akasema dua ndio ibada. Ndugu zangu, dua ni kitu kikubwa sana. Kama mtu hamuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, anamuomba nani? Ikiwa wewe kuna matatizo na mashida mbalimbali yanakupata, hauende kwa Mwenyezi Mungu ukafata utaratibu wa kumlilia Mwenyezi Mungu, ukafanya dua kwa Mwenyezi Mungu, basi wewe kuna sehemu unaitegemea, na kama unamtegemea asiye kwa Mwenyezi Mungu, basi wewe umeruka patupu, wewe umepata hasara duniani na akhera. Allah subhanahu wa ta'ala, katika faida namba moja ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ad-du'a anna ad-du'a ta'atu lillah wa imtithali li amrihi. Kumuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni dalili au ni sababu ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Anayemuomba Mwenyezi Mungu basi anamtii na anamuheshimu. Kama wewe haumuombe Mwenyezi Mungu, unaomba watu wengine, unaomba vitu vingine, basi wewe haumtii Mungu wala haumuheshimu Mungu na wala haumtegemei Mwenyezi Mungu. Lakini ikiwa wewe una desturi ya kumuomba Mwenyezi Mungu, basi faida ya kwanza ni kwamba wewe unamtii Mwenyezi Mungu na unamuheshimu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ushahidi, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Ghafir aya ya nambari 60, Allah subhanahu wa ta'ala anasema waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, na amesema Mola wenu niombeni. Tena amri, Allah ameamrisha niombeni nitakujibuni, niombeni nitakuitikieni. Sasa Allah anataka aombwe kwa kila kitu. Sasa wewe kwa kila shida, kwa kila mtihani, kwa kila matatizo, sasa wewe una matatizo, wewe una shida, wewe una mitihani mbalimbali ya kilimwengu, haja zako mbalimbali za kidunia, haumuombe Mwenyezi Mungu, unamuomba nani? Jawabu ni kwamba utakuwa una watu wengine wa kuwaomba, kwa sababu kila kitu kina kinyume chake. Kama hakuna anayemuomba Mwenyezi Mungu, au kama wewe haumuombe Mwenyezi Mungu, basi kuna watu unayowategemea, na hao unawategemea asiye kwa Mwenyezi Mungu ni viumbe wa Mwenyezi Mungu. Umepata hasara katika dunia. Kwa hiyo faida katika miongoni mwa faida za waja kumuomba Mwenyezi Mungu, kwanza achilia mbali analia na shida zake hizo, lakini anamtii Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu hataki aombwe mwingine zaidi yake yeye. Sasa sisi katika darasa yetu ya leo tunahimizana kwamba kumuomba Mungu ni kwanza ni sehemu ya ibada, lakini pia ni kumtii na kumheshimu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, tukithirishe kufanya dua, tukithirishe kumuomba Mwenyezi Mungu asubuhi na jioni, usiku na mchana, kiangazi na masika. Hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliambiwa na Mwenyezi Mungu akashirikiane na wanaomba Mwenyezi Mungu, alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi wala ta'du aynaka anhum. Mtume aliambiwa aende akashirikiane na wale ambao wanamuomba Mwenyezi Mungu asubuhi na jioni, wala asipondoe macho yao kwao, asiwaachane nao. Akataka zinatul hayati dunya. Tena Mungu akamwambia wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina, usije ukamtii yule ambaye tumeughafilisha moyo wake, tumeusahaulisha moyo wake, akaacha kututaja sisi, akaacha kutuomba sisi.
wa kana amruhu furta wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furta. Tumuombe sana Mwenyezi Mungu. Kama wewe haumuombe Mwenyezi Mungu, basi unacho unakitegemea sio kwa Mungu, na utakuwa umepata hasara duniani na kesho akhera. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.